Na kama kawaida mtazamaji wa Siraizo Online TV, kama kawaida tunakutana hapa ni kwa ajili ya kuweza kupiga mastori mbalimbali ya mastaa wa Bongo, na leo tuko na star mkubwa sana ambaye anasumbua kwenye mitandao ya kijamii, wanamuita King Kingamuzi. Yeah. Baba. Bwana, mambo vipi? Safi brother. Mishe? Kama kawaida. Mambo yako yanasemaje? Mishi zangu zinaenda poa kabisa. Namshukuru Mungu. Nimeweza kusimamishwa, kupewa heshima na mtu fulani ambaye anaitwa Rasco. Naona siku hizi una shine, ukiingia kwenye maklabu na kuona unawaka, watu wengi wanakufuata, wanaomba mpige picha, mwingine anataka mchukue video. Wewe kwako inakupa furaha kiasi gani? Kupitia kwangu mimi nanipa furaha kidogo. Kwa mashabiki kuwa wananikubali, wananipenda, lakini kuna wale mashabiki wengine wanataka wanifelishe mimi katika njia yangu ya maisha. Unaposema kuna mashabiki wanakupenda, lakini kuna mashabiki wanataka wakufelishe kwenye njia yako ya kimaisha. Kivipi? Kuna wale ambao wananiita kwenye biashara zao na rekodi matangazo nini, mwisho siku wananipa 5,000. Kuna wale wengine wananishauri bwana, achana na hao watu wa matangazo, 5,000 hazitokupeleka popote. Kwa hiyo mimi naona ni kawaida tu kwa hapa Korogwe, lakini kwa nchi jirani mimi ni star mkubwa sana. Kenya huko, Uganda, Burundi, Rwanda, South Africa. Wewe ni mtu mzito sana. Sawa. Kwani wao ambao unafanya nao matangazo kwamba sasa hivi si upo chini ya management, maana yake si una bosi ambaye anakuongoza ama anakuwa? Kwa sasa hivi sina bosi, niko mwenyewe, natafuta bosi wa kunimanage mimi. Si tuliona huko, na baada ya kutoka kwa Rasco tukaona huko kwa mtu mmoja anamuita Bungulaini, na ukaenda naye mpaka Dar. Manake ndio mlikuwa mko wote pamoja. Kwa nini mmeachana? Imekuwaje? Nini kimetokea? Kuhusu Bungulaini, alitoka Dar es Salaam kuja Korogwe. Kuja Korogwe baada ya kuachana na Rasco. Sasa akaniambiaje Bungulaini, mdogo wangu, twende Dar es Salaam ngakukuzia akaunti yako, ama ngakukuzie brandi yako. Wewe ni mtu mkubwa. Kufika kule naona hakueleweki. Ilikuwaje sasa? Ni kufika Dar ilikuwaje? Kwa hiyo yani ilivyokuwa, kuna siku moja nilienda kutembea na Bungulaini. Kutoka kwenda kutembea na Bungulaini, tunarudi sasa kulala mida saa 5. Kakutana na rafiki zangu. Nilivyokutana na rafiki zangu wakaniambiaje, mdogo wetu, mbona umepotea sana Kingamuzi, umepotea au umefanyaje? Marafiki zako ambao umekutana nao, marafiki zako wa huko Korogwe umekutana nao Dar es Salaam au marafiki zako huko Dar? Huko Dar. Kumbe na marafiki, ushapata marafiki wa Dar wengi? Wengi tu. Bwana, yeye alikuwa mbele, mimi alikuwa nyuma. Na wale marafiki zangu alivyokuwa nao, dakika za mwisho Bungulaini anageuka nyuma na aniite, mimi sipo, nimeondoka. Na marafiki zako sasa? Ndio ikaanza hapo sasa. Bungulaini akaenda Wasafi akatangaza kwamba msanii amepotea. Akaenda kituo cha Kigogo pale. Kwenda pale akashtaki kwamba msanii wangu amepotea. Kumbe sijapotea. Kumbe umechukua na marafiki zako. Sasa na wewe kwa nini uondoke na marafiki wakati unajua kwamba uko na mtu? Ulikuwa na Bungulaini, kwa nini marafiki zako wakuchukua uondoke nao, hujamuaga mwenyeji ambao ndo amekuita Dar, amekupeleka mjini? Ilikuwaje hapo? Kwamba marafiki zako ni kitu gani ambacho walikushawishi kwamba twende huko, labda kuna 1 2 3 tutakupa, achana huyo mtu?
Na yule Bungulaini kiukweli, kusema ukweli, alikuwa ananilisha, ndio, ananivisha, ndio, ya naoga, lakini hela alikuwa hanipi kuweka mfukoni. Sasa hela mfukoni nini? Wakati unakula, unanunuliwa nguo, unavaa, unalala pazuri, unataka hela nini sasa? Ukitaka kwani ulikuwa hata kama okay pocket money hakupi, lakini ukitaka kitu ukimwambia sasa anakununulia. Sasa kwa nini ulihisi labda, yani kwa nini alikuwa akupi hela? Labda kwa mawazo yako ukifikiria, kwa nini alikuwa akupi hela pocket money akaweka mfukoni? Aligundua kitu kwamba ukikopa hela wewe utaumia na hizo hela. Ya kwanza, hata nikikupa 100,000 unaweza ukaenda kwa wanawake huko, kwa honga, ukapata magonjwa. Kwa hiyo so kweli inabidi nikuwekee hela zako. Ndio. Kwa kasema anakuwekea hela. Sasa okay, sasa kwa imekuwaje sababu ya wewe kuachana na Bungulaini ni nini? Chanzo kikubwa mpaka unasema kwamba una management, una mtu kukusaidia mwenyewe tu? Chanzo ilikuwa kwanza Bungulaini alisema kwamba kuna safari ya Arusha na Zanzibar ambayo ni tour kwenda kutembea ya wewe na yeye tu. Sasa akaniambiaje, Arusha tutakupa 150,000, Zanzibar tutakupa 100,000, kwa jumla 250,000. Nikasema hiyo hela siwezi nikaichukua kwa sababu haiwezi kumpeleka popote. Wewe ndio ulisema hivyo. Na mimi ndio nilisema hivyo. Basi Bungulaini na yeye akasema basi kama mdogo wangu umeamua hivyo, haya ngoja mimi nikuache uendelee kupata 5,500, 10,000 kama okay. Kwa hiyo tour ilikuwa ni kwamba mnaenda kutembea tu sehemu, au mnaingia kwenye maklabu vile ili watu wakuone, au mnaenda kwenye show kwamba mnaingiza pesa, ama yani ni tour ya aina gani? Ama mnaenda kwenye tour za media labda za Arusha, au mmeenda kwenye media za Zanzibar huko, ama ni vipi? Yani hiyo tour yenu ilikuwa tu tunapoona labda tunaposema labda msanii labda Diamond aenda kwenye tour labda Mwanza, tunasema tour yake ni tour ya kwenda kupiga show kwenye kumbi mbalimbali. Maana yake tour yake inakuwa ni tour ya faida ya kuingiza pesa. Ama Harmonize akaenda kwenye tour, tunaamini kwamba ni tour ya nini? Tour ya kwenda kuingiza pesa. Sasa wewe tour yako ilikuwa tour ya kwamba alikwambia nakupa 100,000 hii, twende Arusha kwenye tour tu, tunaenda kutembea tu, ama tumeenda kufanya kazi? Anasema Bungulaini Arusha kuna duka la viatu sijui. Anasema tukiwa kule Arusha tutafosi matangazo ili tuweze kupata hizo hela. Nikamwambiaje Bungulaini, kama hatujatoa kazi hizi siku ngapi kweli tutaenda kupewa matangazo? Maana watu watupe matangazo mpaka watuone, wakuone updated vile, kila umeposti kila kisiku kama unafanya, si ndio? Kwa hiyo sasa ndio hivyo bwana, nimekuja kuishia hapa Korogwe, lakini naamini Mwenyezi Mungu atajalia tu, atanijalia. Na sawa. Ukufikiria kurudi kwa Rasco tena mkaendelea kama mwanzo, ama imekuwaje? Rasco bwana yeye anaweka mgomo kwamba nisifanyeje, nisiende mwenyewe mpaka niende na wazazi. Okay, na wazazi wako wewe? Okay, wazazi wako ni changamoto bado mpaka leo? Kwa wazazi wako hujawashauri chochote ama hujaambia chochote kile? Sijawaambia chochote. Ikitokea mtu labda ndo anataka akushike mkono mfanye kazi pamoja, utakubali? Nakubali. Misimamo yako ni yani kitu yani unataka mtu wa aina gani na unataka mtu akufanyie nini ili na wewe umfanyie kitu? Mimi napenda yule mtu ambaye ananunulia geto,
Akupangie chumba kizuri, demu. Mpate na demu. Akutafute na demu. Kwa nini demu una? Mshangazi. Si kuna nini kule, naona kuna nini, kuna Mrs. Kingamuzi kule. Si kuna demu wako kule Mrs. Kingamuzi? Kile ngespoko kile. Kidogo. Unataka hili dude kubwa. Unataka mshangazi. Kwa hiyo unataka mtu akupangishie chumba, alafu akutafutie na mshangazi mnene mkubwa. Nene hilo. Lenye sasampa sasa. Lenye hela likuonge. Chengine nipatie na gari. Unapenda gari na gari? Napenda napenda Alfadi ile loka kama Noah. Nataka Alfadi. Una familia? Maana hizi sasa gari ya familia, una familia wengi. Unataka ukienda au ndo kwenye hizo tour zenu zile. Ukienda kwenye show nini ujaze na marafiki zako au wote uachie ili muende. Kigezo chengine ambacho unakitaka kwa mtu ambaye anataka kufanya kazi na wewe? Mimi kigezo chengine ninachotoa, ngepata mtu sitosikiliza maneno ya watu. Sasa shida inakuja, issue sio kupata mtu, shida inakuja wazazi wako ndio kipengele. Itakuwaje? Inawezekana kuna mtazamaji leo hii anakuona hapa, sawa, anataka kukusponsor wewe, lakini changamoto itakuja akisikia tu kwamba wazazi wake na Kingamuzi ni wakorofi, mtu anakuja kuinvest kwako, atoe pesa zake, atupe gharama, afu mwisho wa siku mnavunja mkataba. Itakuwaje? Hapo mtu kama akinihitaji mimi asiandikishane na mimi mkataba tu. Sababu niongee tu kweli, sijui. Sema tu kweli. Sijui sheria za mkataba. Yaani shida inakuja mtu akitaka, yani mtu akikutaka kama mimi nataka nikudhamini wewe Kingamuzi. Naenda kuonana na nani? Siwezi kukaa mimi na wewe. Na baba mzazi. Na baba mzazi, si ndio? Ili sasa yeye ndio aweze kutoa mikakati yake kwamba kijana wako endelee kupata kazi. Okay, fine. Umekuwa kwa Rasco kwa muda mrefu, lakini pia umekuwa kwa Bungu Line. Rasco ndo amekufanya mpaka amekupeleka mjini, maana yake umefahamika sana mpaka umeenda kucheza movie ile ya Memkwa. Kwanza vipi, ilikuwaje? Memkwa ilikuwaje? Memkwa kule niliwekewa vipande vinne, lakini nimecheza tu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa sijisikii fresh, yani nilikuwa kama mwili unauma, yani umechoka. Lakini wamekulipa vizuri Memkwa? Wamekulipa vizuri? Wamelipa vizuri, lakini aliyepokea ni Rasco, ndio manager wako. Lazima vitapitia pale kule kwake. Kwa hiyo vipi wale kina Steve Ndaro wamekutafuta tena ama ndio basi tena wameachana naye? Bado wanaendelea kunitafuta. Wanaendelea kunitafuta wapige kazi na mimi. Na mimi pia napenda maisha yangu ni afanyie Dar es Salaam. Kwa Korogwe hapa. Okay. Tofauti yako ipi kabla hujawa star kwenye mitandao ya kijamii na baada ya kuwa star? Una account nimeiona ya TikTok, ina watu wengi sana na zile namba ni pesa. Ile account nani anaendesha? Bana, ile account ina mtu, yani inaendeshwa na mtu. Nani? Ambaye anaitwa Baraka, ambaye ni huko Dar es Salaam. Lakini kwa Bungu Line ana akaunti mbili, ya kwake na ya kwangu. Kwa hiyo akiposti video kama ya kwangu anaiposti kwenye akaunti yake. Kwa hiyo sijajua mpaka hapo, sijui kwamba namba ni zile namba ni hela ama viewers ni hela. Mahela baba, mamilioni ya fedha. Uko wapi wewe? Hiyo akaunti yako ya Kingamuzi kabisa ambayo ndio inaendeshwa na Baraka. Si ndio manake, na hiyo inatumia jina lako wewe mwenyewe Kingamuzi. Si ndio manake? Ulikuwa ujui ama unajua? Nilikuwa najua. Sasa kwa nini nimemwachia Baraka endelee kuitumia na jina lako?
Kwa nini asingebadilisha akaika Baraka? Kwa nini bado anaendelea kuita Kingamuzi? Sijajua yani hapo. Na ni issue labda ilikuwa issue ni ya meneja yako alikuwa anamko naye bosi wako. Ndio mlimuuzia Baraka kama ilikuwaje? Mimi nilifungulia ya kwangu account. Ndio. Wanasema eti wanainunua 100,000. Alafu mimi walivyo ile account niliona kabisa kuna account ya mtu ilichukuliwa, kafutwa yale maudhui ikawekwa ya kwangu ya jina likawekwa Kingamuzi. Kwa hiyo inatumika kama ya kwangu, lakini nilijaribu kuuliza maswala ya password. Password nazo nikaambiwa hutakiwi kuzijua wewe. Kwa hiyo ulimuuliza nani? Nilimuuliza Baraka. Akasema hutakiwi kuzijua password wewe. Okay, kwa hiyo sasa hiyo account ambayo sasa hivi Bongo Line yanayo na ya kwake na ya kwako, wewe unafaidika nayo nini? Nani anaiendesha? Na sasa hivi hauko tena kwa Bongo Line. Ya account yako amekukabidhi, unayo mwenyewe unaiendesha, ama bado nao yeye ameishikilia na password anazijua yeye, au naye pia unazijua? Mimi sizijui, ndo anazijua yeye. Mimi ndo anazijua yeye. Okay, lakini simu, wewe una simu? Unatumia simu aina gani sasa? Ili kuweza kufanya mauzo yako na vitu vyako vya mtandaoni, kuperuzi, kuangalia. Kusema ukweli simu. Yaani Kingamuzi una simu anakushinda hata mama share. Na mashare mwenzako ana iPhone macho matatu. Kwa kuruka misamba tu. Hai, kuna simu ulionyesha watu ukasema una iPhone. Na watu wakaiona, ukajua kwa una iPhone. Ile simu iko wapi? Ile simu ilikuwa ya mtu ile. Kwa hiyo mimi naingia tu live TikTok, kimaliza naachia simu ya watu. Ilikuwa ni ya nani? Ilikuwa ya Baraka. Huyu ambaye ndo umempa account yako sasa. Ndio hiyo. Okay. Sasa ina maana ulivyotoka kwa Rasco ndio kununulia simu. Rasco ameshawahi kununulia viswaswadu kama 5 vya 20,000. Smartphone ili naweza kuingia mtandaoni? Hajawahi, lakini kuna simu ilikuwa nimenunuliwa. Ile simu ilikuwa ambayo nilikuwa naonyesha ile ya mtu ile. Yaani walikuwa tu wanataka sijui wajibrand kwamba wanaweza kummanage Kingamuzi. Lakini sio kweli. Okay. Kwa maana yake sasa hivi ukitaka haupo kwa Rasco, haupo kwa nani, kwa Bongo Line pia haupo. Si ndio? Maana yake content zako zimesimama. Kuna unachokifanya. Mbona kuna wengine wanakuchukua unafanya nao tu content, watu wa mtaani. Je, mnachoani kwa makubaliano ama inakuwaje? Ni huyo Daudi Mpemba na nichukua tunaenda kushoot nini. Kwa hiyo sasa sijajua nsimame kwenye ngo gani. Na watu pia ndo wanachanganya. Watu wanakuchanganya. Unatakiwa nawe utulize akili watu wasikuchanganye sasa. Okay, labda kwenye safari sasa ya maisha yako. Kutoka kutokuwa star mpaka sasa hivi umekuwa star. Sasa unajua wewe umeshakuwa star. Watu wengi wanakutazama. Kwa lazima pia kuna baadhi, yani kuna maisha fulani utakuwa uishi. Yani kuna tofauti fulani lazima utofautishe. Sawa. Kingamuzi yule ambaye alikuwa hajulikani na Kingamuzi huyu ambaye sasa hivi anajulikana sana, yuko on trend, kila mtu ukisema Kingamuzi anaelewa Kingamuzi ni nani. Tofauti yako sasa hivi koje? Tofauti ya maisha yale na ya sasa hivi. Sawa, kwenye maisha yale ya nyuma nilikuwa naishi maisha ya kuteseka sana. Lakini Mungu akasema mwanangu, usiende kupotea. Mambo baki hapa. Kuna mtu atakuja kushika mkono. Wakati kipindi niko nateseka na maisha magumu, watu hawaniangalii. Lakini nilivyokuja kuwa na Rasco,
watu ndo wakaweka midomo mtoto wa watu unamtumia. Ndugu zangu anasema huyo mtoto wetu sijui humpi maslahi. Kipindi hicho tuna wiki hatujamaliza mwezi, tuna wiki moja. Bwana huyo mtoto unamtumia sijui achana naye. Lasco akasema huyo mtoto wenu mimi namsaidia, namweka kwenye chaki, alikuwa anapotea. Namheshimisha. Wazazi wakapiga kelele, basi na mimi wazazi wakanipa kiburi. Na watu wa pembeni wakanipa kiburi. Kuniambia king'amuzi ondoka kwa Lasco. Lasco anakutumia bure kwa maslahi yake, nataka apate. Basi na mimi nikapata kichwa, nikawa nikimsikiliza Lasco naenda kuyatoa kwa watu wengine kwamba Lasco kasema hivi na hivi na hivi na hivi, na watu wakiniambia kule, wakiniambia maneno ya kumkashifu Lasco na kuja kumwambia kwamba watu kwa manake wewe kama vile ndio milakuili huku upo na huku upo, ndio manake unachoma neno huku unapeleka hivi unapeleka hivi, si ndio manake. Kwa hiyo dakika za mwisho ndio hivi kaja watu wakaniharibia kabisa. Ikaje huo kazi ya pombe ya kupromote pombe. Ndio pombe gani? Hivi bompoli. Okay. Kwa hiyo sasa wale watu pale Kilole wakawa wananihitaji, wakawa na mtumia anaitwa brother mmoja anaitwa Alimkofi, ndo alikuwa anamtumia bwana, tutafutie king'amuzi, tutakupa hela utakayotaka. Mtafute king'amuzi, kwa mwisho mwezi tutampa 200,000. Hela advance tunampa 100,000. Hiyo ni ya tangazo ama kwenda kuuza pombe sasa? Kwenda kuuza pombe. Kwenda kuuza mkitembea kama promotion. Kwenye gari. Kwa hiyo sasa mwezi mzima 200,000 mzunguruke, mwezi mzima akupe 200,000 mwezi mzima au kwa siku moja? Mwezi mzima 200,000. Kwa hiyo sasa yani ndo walioniharibu kabisa. Wakaniambia je, achana na Lasco. Lasco sasa akapata taarifa akasema king'amuzi uko Msata, ndo akasema kwamba king'amuzi kapotea, popote mtakapomuona nipeni taarifa ama toeni taarifa polisi ili atafutwe tumpate sehemu salama. Naam, okay, sawa. Safari yako ni ndefu sana ya maisha yako, ndio manake. Okay, watu gani ambao unawashukuru mpaka hapo ulipofika? Mimi namshukuru Lasco na pia ninachoshukuru nilikuwa namsumbua sana Lasco na alikuwa namsikiliza. Kuna wakati na msumbua tunagombana kabisa, kuna wakati namsikiliza. Kwa hiyo sasa Mungu yupo tu, atanijalia nitafanikiwa. Mwingine ambaye unamshukuru ambaye amekusapoti kitu chochote kile, ukitoa Lasco ambaye umeshamtaja, mwingine ambaye unahisi labda anakusapoti, amekusapoti, mtaje ambaye amenisapoti sana, hata kama mshaachana ampo, lakini pia alikusapoti. Ni Bongo Line. Bongo Line ndo huyo meneja wangu wa pili, ndo amenisapoti naye. Lakini ninachohitaji mimi ndio niwe tu na ile akili ya kuendesha vitu vyangu mwenyewe. Ndio. Unataka uwe na akili ya kuendesha vitu vyako wewe. Na Bongo Line mlifanya naye kazi kwa muda gani? Bongo Line nilifanya naye kazi kwa muda wa mwezi mmoja. Mwezi mmoja tu? Mwezi mmoja tu. Kama na siku 2 kama siku hivi au 3. Okay, katika mwezi mmoja na hizo siku 2 au 3 mmelipana chochote
ama mlikuwa mnafanya kama kishikaji tu kwa sababu anakusapoti, anakununulia nguo, chakula unakula, au kuna kiasi cha pesa katika huo mwezi mmoja na hizo siku kadhaa alikupatia? Hakuna fedha yoyote aliyompatia. Zaidi tu ya kupanda pikipiki kwenda sehemu fulani, yani kutoka Magomeni Kagera kwenda Sinza Mugabe pale. Kwamba ndo mlikuwa wewe ulikuwa unakaa Sinza Mugabe? Yani sisi tunakaa wote Sinza kwa pamoja, mnakaa pamoja. Tulikuwa tunakaa Magomeni Kagera pale. Alikuwa kuna bosi mmoja anauza viatu anaitwa Baraka. Ndio. Ana posti viatu sana. Lakini tukitoka mtaani Magomeni tunaenda Sinza Mugabe kutulia pale. Mida ikifika saa 3 tunaondoka, tunaenda kulala. Kwa hiyo sasa ndo kama hivi. Okay. Neno la mwisho King'amuzi. Hapo sasa nataka nikuachie uwanja ili uzungumza neno lako la mwisho. Nini unataka Watanzania wafanye kwa ajili yako? Chochote ambacho unajisikia kuzungumza, zungumza, uwanja wako. Watanzania ama mashabiki zangu ama tunaita timu Akida ama familia. Kwa hiyo mimi ninachohitaji tu msaidie mpate chumba changu, mpate hata pikipiki kangu, kagari kangu kakuzurulia, nilinde brandi. Nani sionekane. Ndiyo. Sasa hivi ninavyohitaji familia. Nahitaji yani sionekane. Ujifiche, yani uonekane kwenye matukio maalum. Wewe sio huku umemtani, umekimbizana na watoto, mara wapi upo, kule upo, unashusha brand unajua. Ni kweli. Kwa hiyo sasa hivi nataka brand mwenyewe. Yani nionekane tu kwenye kushuti, kwenye show hivyo yani. Kwa hiyo familia ndo ninachohitaji hicho. Na pia mpate sehemu ya kupumzika. Naam. Sawa, na mshangazi pia. Na mshangazi Bwana sawa, hayo ni maneno ya King'amuzi alikuwa akizungumza na Watanzania, mashabiki zake na familia kwamba anahitaji support zenu nyinyi Watanzania, wana familia na mashabiki ili kuweza kumsaidia aweze kupata geto lake mwenyewe, lakini pia anataka kandinga jamani. King'amuzi anataka usafiri, anataka alfadi. Ana familia yake kubwa. Anataka hivi umetoka kijijini kwani wapi? Kwa kabisa. Wanaita Bungu Muheza. Kwa anataka apandishe ndugu zake wa Bungu Muheza huko kwenye alfadi wakiwa wanaenda Dar es Salaam kutembea ama kukula bata. Lakini kubwa zaidi tuendelee kumsupport kwa vitu ambavyo anavifanya. Bwana mimi leo nasema tu kwamba sina la ziada. Nilikuwa na baba. Tuko live. Tuna tap. Tuna share live. Ambia tuko live na Sinaizo Online TV. Sinaizo Online TV. Sinaizo ya Online TV. Bwana King'amuzi hii nguo yake ya juu amevalishwa na Umi Classic Wear ambao anapatikana maeneo ya Kirikiri pale. Ukija unakutana na fresh pamba kali kabisa za kijanja. Master kama hawa wanavaa, inuka kidogo. Master kama hawa wanavaa, wana enjoy. Hii hapa muona ya kishua kabisa. Muona imeandikwa God is good. Umeona mambo? Umeona? Umeelewa? Msoma imeandikwa mambo is good. Nini? Soma imeandikwa God is good. God is good. Bwana hiyo unaipata Umi Classic Wear maeneo ya Kirikiri pale. Lakini na mimi mwenyewe hichi hapa hichi cha kijanja kabisa cha kibrother man nimekipata pale Umi Classic Wear maeneo ya Kirikiri. Ama kama unaona uelewe, wewe sema tu kama unataka pamba kama hizi za kijanja za watoto wa 2000 wanavaa, unatokea wewe ulizia tu unataka niende pale kwa director Akida the big boss, basi utafika na duka ndiko ambapo lilipo. Lakini kwa siku ya leo sisi hatuna la ziada. Ulikuwa nami Ramadhani Mkole, nilikuwa na King'amuzi. Baba tunachamba umbea. Tunachamba. Tuondoke basi. Bye bye.
Bye bye.